Karibu tena mtazamaji wetu. Tuliacha elder ambaye saa bado hajakuwa elder akituambia a stage where in life alienda akapatana na marafiki ambao walimuonyesha hii inaitwa sigara, hii ni chupa na mambo kama hayo. Na Mr. David, ningetaka tuendelee kutoka hapo sasa. Tell us about these friends. Na hii ni kitu ilikuwa affect for how long before sasa ukuje to change, because I understand before ufike penye umefika sai change happened. So hebu tell us about it. Baada ya kukutana na wale marafiki, sisemi ni marafiki wabaya. Yeah. Kwa jini wa wakati huo, walikiwa marafiki ambaye tulikuwa nasaidiana. Lakini katika tabia hazikuwa zile ambazo ungefurahia. Yeah. So tulikuwa tunaenda kukunywa pombe, tunafuta sigara. Na according to you, huo urafiki ni urafiki wa maana? Huo urafiki sasa ukiangalia nao ulikaa hapo for some time. Ukikaa you reflect, unaona kama kuna any advantage ilikuwa nayo? Ngoja nikwambie kitu kimoja. Wale watu wanavuta pombe, na this is to those who take beer. Huo wanasema wakienda kwa kilabu, hapo ndio mtu anasikia habari ya proti nzuri, maguta. But in reality, utasikia but you will not be able to buy it. Yeah. Kwa jii pesa zote utazidrain pale. Whatever you get, unafikiria akili yako yote inakuwa imefungwa. Ndio pombe ikaitwa johi. Kuha. Inafunga. Unafikiria juu ya pombe. Ukikaa katika kazini unafikiria jioni itafika saa ngapi niingie kwa klabu. Ana weekend itafika lini tuingie kwa klabu. Ulikaa kwa hiyo anasa for how long? For a long time. Wow. Haya, hebu sasa tuambie, how did it come to an end? Ulijikuta aje sasa umeanza kuachana na hayo mambo? Nitakwambia sasa tumeruka. Na ni tumeruka miaka mingi. Yeah. Tumekuja sasa, tulikuja ndio nirudi katika the Christian way. Yeah. Ndio niweze kuokoka. We came here. Ruai. Na tulipokuja Ruai, tukaanza kwenda kanisa la Ng'ondo. PCA. Na kule ndiko nilipatana na Yesu mara ya pili. Wakati mhubiri alihubiri, na nikaweza kusikia neno, na nikaokoka. Wow. Okay. Kuna mtu tuliongea na yeye, akatuambia mlikuwa mnashiriki pamoja pale PCA Umoja. Ndio. So bado kiu pale Umoja ulikuwa? Nikiwa kule Umoja, sikuwa ninakiri Yesu kama mwokozi wa maisha yangu. Lakini nilikuwa naenda kanisa. Ulikuwa unaenda church? Kanisa ni lazima niende. Hata wakati nilikuwa nakunywa pombe, kanisa ni lazima niende. Na ningeambia watu church is very good. Yeah. Hata kama hujaokoka nenda kanisa. Yeah. Kwa jii pale ndio Mungu atakuongelesha. Yeah. Kuna ile sauti ambayo Mungu anaongea na wewe, na hiyo ndio itakubadilisha mwishowe. Kama ningekuwa nakaa kule nje, kama singekuwa naenda kanisa, singepatana na Mungu wakati wa pili. Sure. Lakini wakati ninaenda kanisa, nilikuwa nasikiza mahubiri. Saa zingine nasikia nataka kuamka niokoke, lakini bado naambiwa na karoho kengine, we wacha kwanza tukae. So in Umoja, nilikuwa tunaomba katika kanisa la PCA Umoja Church. Na tulianza ikiwa ya mabati. Na tukajenga mpaka ya mawe. Na kule nilikuwa bado niko mwana kwaya. Nilikuwa naimba kwaya. Ngoja. Ulikuwa unatoka tuseme saa sini Sunday. Tuseme saa tu umelala kipiga yako 2-3 hivi. Utaraukia pale kwaya bado? Usitafanya hivyo. So ile siku ya kwaya ulikuwa kwanza unaisare kidogo. Naondoa, sitaki kushikana na hizo nikienda kanisa. Unagonga Friday, Saturday unatulia. Saturday niko fresh. Ndio niweze kuingia kanisa Sunday. Yeah. So pale Umoja ulikuwa mwana kwaya? Ndio. Okay. Then fast forward mkahamia hapa Ruai. Ndio. Na hapa ndio umetuambia ulikuja sasa kupatana na Yesu for the second time na ukaokoka. Now, hebu tupatie sasa story yako after sasa kuokoka.
maisha ya kuokone ni tamu. Na bado najua nilikuwa najua pale nikiwa mwanalika, hata ingawa katika youth ndio tunakuanga na ujinga, utoto inakuanga ndani yake, lakini the second salvation had maturity in it. So nimejua Mungu ni nani. Na I was very happy to get saved a second time. Na pale they embraced me. Wakanishukua na I grew from that. Na pale wakanishukua nikapatiwa mpaka position. Wakanipatia position ya development treasurer. Kiti kikubwa sana. Kushika pesa za treasurer. Wow. So before sasa tuingie kwa hiyo position yenye umepata. I understand familia yako walikuwa nakujua kama mlevi, si ndio? Then sasa umeamua ku make this decision ya kuokoka. Walichukulia aje? Walifurahi. Unaweza kumbuka hiyo siku? Ile ambayo niliokoka. Ile mlikuwa nao church ama ulikuwa peke yako hiyo siku? Tulikuwa nao tu, walikuwa kanisa. Na labda wakafikiria ama ni pombe ya jana ndio imemuonyesha aende akaokoka ama wakati huo sikuwa, wakati nilikuja huku pombe nilikuwa nimeacha kidogo. Okay, ulikuwa umepunguza. Kwa ajili naona pahali nimetoka. The reason why we shifted to this place ni kampuni ilinisimamisha kazi. Penye ulikuwa manager? Pahali nilikuwa manager mkubwa. Hata sio manager. Mkubwa ya the boss. Wamesimamisha kazi. Nikasimamishwa kazi kwa ajili ya makosa ambayo sikufanya. Okay. Sasa naona unajua kuna kitabu kinaitwa Who Moved My Cheese. Unajua pahali ulikuwa panya zile zilikuwa napata cheese. Alafu inakuwa imeondoka. So hata nami nikajiuliza the same. Okay. That is life and such happens. With me here, I have a guest ambaye tutakuwa tunaongea na yeye. Elder Jane, habari yako? Mzuri sana. God is good. All the time. And all the time. God is good. Yes, karibu sana. Thank you. Okay, thank you very much. My name is Jane Irunga Gikonyo. I'm saved. I'm a church elder in PCA Emmanuel. But before I became an elder, I was a member come deacon. Yeah, I'm joined by the chairperson PCEA Emmanuel Church, Elder Paul Gikonyo. Thank you so much. Uko aje? Niko poa. How is everyone doing? So with me here today, I have Joy Dirango, who has been a member of the youth since, oh my days, I don't remember since. Can you tell us, when did you join the youth? I started becoming an active member of the youth ministry in 2013. 2013, guys. That's been 13 years since she joined the youth. Wow. Wow. So, how are you doing today? I'm well, thank you. Tunataka tu, leo hatuna mambo mingi. We just want to know venye unajuana na Elder Kimamo, as now he is retiring, and I understand mumeserve naye kama elders hapa PCA Emmanuel na Ruai East Parish as a whole. Tunaweza taka kujua Elder Kimamo alikuwa namna gani ama ni elder kwa aina gani hivyo? I came to know Elder David Simon Gishohi in the year 2007 when I relocated here to Ruai, and we used to fellowship together at PCA Ngondo. That is in the year 2007 from April. And when I relocated to PCA Ngondo, that is where we were being members of Kipawa District, Ngondo Church. And as we were members of Kipawa District, I came to know Elder David Simon Gishohi as a deacon and a development chair at PCA Ngondo. Oh, so he served as a development chairperson? Yes, at PCA Ngondo. Oh, nice. The PCA Ngondo Church was the Mabati Church. And so at that time, they had the plans of building a permanent sanctuary. When I was there, ndio tulianza sasa kufikiria juu ya kanisa
ambaye iko sahizi, the current sanctuary. The plans were approved for building the Church of PCA Ngondo, and Elder David Simon Gishohi was the chair of development. Na was so instrumental kwa ajili hata mwenye kuchora ile pisha. I was part and parcel ya kwenda kumtafuta kuja atucholee ile pisha. Okay. Na tulipoanza tulikuwa tunajigawia, kila mtu anapata portion ndio kanisa iweze kujengwa. Unagawiwa a portion of 10 by 10. And at that time, all the members were advised to take each as a family the 10 by 10 space to remove the cotton, being headed by Elder David Simon Gishohi. And that is how the PCA Ngodo Church, the cotton was removed and the sanctuary started. So that church that we normally go there today, Yeah, he was the one who was the he was the chairperson. chair development. Uh-huh. But before the construction started, Yes. come the month of October, Uh-huh. Elder David Simon Gishohi came here as a deacon from PCA Ngondo. When we came to PCA Emmanuel, that is in the month of November 2009, Nilipokuja Emmanuel sikuacha kazi ya Mungu. Nilikuja huku, sikuja kama treasurer bado wa development, lakini nilikuja katika role ya development, nilishikilia hata hapa. Nikaendelea nayo. Na nyumaye nikapatiwa role ya deacon. Nikachaguliwa kama deacon. when we came to PCA Emmanuel, that is in the month of November 2009, he was elected as the first church registrar of PCA Emmanuel. By then sahizi registrar ni lazima awe elder. Yeah. Lakini wakati huo alikuwa deacon. Okay. So nikawa the first registrar in PCA Emmanuel Church. Na hiyo iko kwa vitabu. The Iko kwa first vitabu. registrar. I was the first one. Yes. David. It is recorded. Minute ya kwanza ambayo ilichukuliwa hapa inajulikana, the first registrar was David Simon Gishohi. Wow. Wow. And the work of a registrar, to know all the records, keeping all the records, and knowing all the measurements of the plot. So we started with a 100 by 100 quarter plot. Haya, sasa mumekuja hapa. But tell us about Emmanuel. Kwa maybe briefly about Emmanuel. Ilikuwaje mkianza? Tukianza Emmanueli tulifurahi sana. Mwanzo tulipotoka pale hatukufurahia. Kwa ajili tumeambiwa siku tulisimama kanisa tukaambiwa next Sunday hatutaki kuwaona hapa. Mtasoma na huko hatujui ni wapi. So Sunday ilipofika ilikuwa ni njia ya kutafuta pahali tunaenda. And coming here kwa hii kiwanja ya Emmanueli tunapata hakuna kanisa. Tunatafuta hema kuweka. Na pahali tunaweka hata sio sehemu ya kanisa imenunuliwa, haijanunuliwa. Ni kupewa, tunapewa pahali ya kwanza kanisa. Mr. Ruka Kipsuge, the owner of this plot, was requested to give us the chicken pen as the sanctuary to be serving there. And so Elder David Simon, because from Ngodo he was in development, the talent he had in development, he brought it here to Emmanuel. It was not easy. Lakini nyumaye tulifurahia. We have freedom. Huku ni kwetu. Na ni kanisa tunaanza. Na tulianza kama vile tulikuwa nikiwa vijana. Hapa nilifanya kazi ambayo ni ya kutafuta tena wafuasi wa Emmanueli. Tulikuwa tunaondoka na mzee anaitwa Kibe, Douglas Kibe. Tunashikana, tunatembea kutafuta wazee na watu ambao watakuja kanisa la Emmanueli. Na wakati huo nakumbuka mpaka tulienda mpaka kwa mchungaji Reverend Jue usiku kuwatafuta waje kanisa la Emmanueli. Yeah. Being led by our registrar, members started coming because members were going a very long distance to PCA Ngondo, and eventually we became now about 30 members
in the sanctuary. And I remember one meeting, we said that we want to enlarge that chicken pen. Because on both sides, it used to accommodate about 5 shares. One row, 5 shares. The other row, 5 shares. And so Elder David Simon, I remember, during the LCC meeting, he stood and advised us how we can expand. And the idea was very, very, very accommodative to us. Ikafika pahali tukaambiwa kuna kundi ambalo linaweza kutujengea kanisa. Na tukakubali tutajengewa ile kanisa. And I remember wakati huo ni wakati ndugu Matunda alikuwa hata head development. Yeah. Na tukasema tutaenda. Rukwara walikuwa share wakati huo. Tutaenda kutafuta hii nini? Ya kikundi. Walikuwa naitisha pesa kidogo ndiposa waje watujengee kanisa. Lakini tulipoanza ile kanisa wengine wakasema hapana. Emmanuel haitajengwa kanisa kama haka. Yeah. Hata kama tulikuwa tumetoa deposit kwa wale ambao walifaa kuja kujenga, ilifika pahali tukasema hapana. We are not going to start with a small church. Tunaanza na kanisa kubwa ambayo iko saa hizi. Ile nini ilikuwa imeanzishwa, tukaibomoa yote na ikazama ndani ya hii kanisa kubwa. Iko kule ndani. Yeah. Yeah. So you guys dreamt big. Yeah, we dreamt big. Yeah. Hatukutaka kadogo. Tulisema tunataka kitu ambaye hata kanisa ya Emmanuel mpaka wa leo katika kanisa zote za PCA it is well known. Hata wale wanakuja hapa wanajuanga hiyo kanisa imejengwa na watu. Imejengwa na ikajengeka. Na wale ambao walikuwa na hiyo fikira walifikiria. They dreamt big. The part he has played in PCA Emmanuel, Yeah. it's a big role. Wow. He was a deacon, he was a registrar, and more so, he has a lot of knowledge. Okay. A lot of knowledge, a lot of wisdom. With that one, I know Elder David Simon has it. Underline wisdom. Wisdom. Yeah. A lot of wisdom. He has it. Okay. Tuliongea na Elder Jane. Ndio. Jane Gekonyo. Ndio. Na akatuambia if there is a man alikuwa na wisdom na ma ideas za hii kujenga hii kanisa ni David Simon Kimamo. Ndio. Gishohi. Gishohi Kimamo. Ndio. So ukitaja wale wengine you must be included there. Yes. Kwa sababu ya ile kazi ambayo mlifanya. Ndiyo. Na ni matunda ambayo pia sisi tunai-enjoy sahi for wakati huu. Ndiyo. Na you did a good job. Thank you. Na Mungu awabariki. Thank you. Sasa tutoke hapo. Tutaka kuingia kwa eldership now. Ndio. How did it happen? Ulichaguliwa, uliappointiwa, were you picked tukaambiwa sasa wewe toka hapa enda pale mbele? Mambo ya eldership. Hakuna mtu anajuanga utakuwa elder. Ndio hautajua unaweza kuwa elder. Pengine katika akili zako unafikiria but this is not something that you are appointed ama you apply to be an elder. Si kama ya mchungaji. Vile mtu wanga ana apply nataka kusomea uchungaji. Hii haijulikani. Hii ni wale ambao wamepatiwa majukumu, the elders of that particular congregation. Wanaomba. And they can pray even for an year. Na wanaangalia wale watu wako nao. Na wanaangalia tabia zao. Wanaangalia, kuna vitu nyingi sana ambao wanaangalia na miaka bado. Wanaangalia, wanaweza anza kuanzia leo waseme tutaangalia ndugu anaitwa Gethenji. They will stand Gethenji. Wewe hujui wanakusoma. Na they normally discuss it. Hiyo ni yao wana discuss wenyewe. And so the PCA Emmanuel LCC, the PCA Emmanuel chairman with the with the 3 elders saw it wise to get an additional of other elders because the area was expansive and we needed more districts for the smooth running of the church. And so come 2014, there was a need for more elders, and Elder David Simon Gishohi and Elder Rosemary Wagoi Mugongo were ordained as elders. Kuna mtu ambaye alikuwa ameona there is something in me. Akaiona. Na I was not appointed na sikuchaguliwa ati na kanisa. I was just told na me I didn't know. Lakini walisema niliitwa na elders wakaniambia
siku fulani tunataka kutembea kwako. Hey, tukastuka, nikachea na my wife. Nilipomwambia tulianza kustuka. And then me, I was for, kwani what have we done? You know, ile unaambiwa na elders that we are coming to your house. Yes. And then I was asking him, kwani what did you do? I was like, there is something wrong we have done. Maybe wanakuja kutusomea, maybe wanakuja kutu cancel or something. Unajua kanisa la PCA ukisikia elder anakuita, unajua either umefanya makosa na kwa ajili hujakuwa summoned in the vestry, unaambiwa watakuja nyumbani, kuna kitu ambaye imetendeka ambaye sio nzuri ama kitu ingine. So they said they'll come to my place. And I told my wife wanakuja kutembea. Kwa hivyo wapikie na tuwapikie vizuri. Kwa kama wako na nia mbaya, ile chakula utawapikia itapunguza, ibadilisha mawazo yao. So the day came and they came. And as a mom, I prepared supper na tukakula pamoja. And after we finished, mimi sasa wakati huo wote najiuliza sasa ni nini ya watu wamekuja kufanya. Sikujua na sikukuwa na clue. Kama yeye alikuwa na clue labda hakuniambia. Alicheza chini. Kama anakuja kuulizwa kuwe elder. Walianza kwa maombi. Tukapatiwa neno. And then wakasema ile kitu ambayo ilikuwa imewaleta. Wakasema wameona I can be an elder. I can be an elder. Na wakatuambia na wakaambia mke wangu, hata wewe unajua kama bwana wako atakuwa elder, ni lazima wewe unamsupport. Kwa hivyo tumekuja kuambia hivyo na tunawaashia mfikirie na muombe. Kuna barua ambayo tuliashiwa, kuna fomu unaashiwa, kaambiwa ukiona ni vizuri you will sign. Wewe usign na mke wako asign ati mmekubali. So they left it with us. Na sisi tukaomba, tukajadiliana na mke wangu tukaomba. Ni wakati mke wangu alinisupport akasema ni vyema, akaona ni vyema, ni vizuri, you'll go and serve God. Pahali tumeenda, ile safari tumetembea, na pahali ulitoka, it is good to serve God. Kumwambia ni asante. So we signed the form that was left with us and we returned it. Hapo ndio ilianza sasa eldership. So kulikuwa na option ya kukataa. Iko option. You can refuse. You can refuse. Inakuanga mambo ni mawili. Ni wengi wanakataa. Ukiletewa, kuna wale ambao wanakataa. Wanakataa kusign, wanairudisha vile iko. Lakini mimi sikurudisha. Kwa ajili niliona ni Mungu ambaye ameniona na ako na kitu ambaye anataka, kuna jambo ambaye anataka kutoka kwangu. So I signed it and I returned it. So now you are yet to become an elder. You are still a deacon at this stage. Unaweza kumbuka hao elders ambao walikuja kukutembelea? Yes, watu wenye walikuwa kwa hiyo meeting nakumbuka walikuwa elders tu wa hii church. Because nakumbuka I think there was Mr. Kimamo, but not Mr. Kimamo but Mr. Kimani and Elder Gikonyo, Mrs. Gikonyo. I don't remember the others, but they were about 4. About 4 of them. Yes. Wow. Yeah. Naweza kuwakumbuka. Walikuwa nani? Ninakumbuka Elder Jean Gikonyo, alikuwa mmoja wale ambao walikuja kunitembelea. Elder Peter Kimani, alikuwa wale ambao walikuja kunitembelea. Kuna Elder Rukwaro, ambaye alikuja kunitembelea. Kulikuwa na Elder who? Ama hao kwa Saidi unaweza wakumbuka maybe ukikumbuka hiyo mwingine tunaweza endelea. Nitakwambia huyo elder mwingine. Nakumbuka hata huyo mwingine nitakwambia jina. No problem. So uliwahi imagine kukuwa elder? Sikufikiria maneno ya Mr. Kimamo kuwa elder because there is a day alikuwa ameambiwa kuwe deacon. And he used to refuse kila saa, anasema no mimi siwezi. Kwa hivyo sikuwa nafikiria naweza kuwa elder. But all the same alirudi akakubali. And it has worked well with him. Yeah. Asikuwa nimeimagine. But nilikwambia babangu na mamangu. Babangu alikuwa elder. Na nikurudishe kule nyuma.
katika uongozi, wazazi wangu wakati walikuwa na safu, baba akiwa elder na mama akiwa deacon. Wakati huo, wakati wa zamani, wachungaji wazee wa kanisa walikuwa wanapewa privilege. Wanaambiwa kama ni mimi, do you have a son or a daughter who would like, lakini sio daughter, wakati ilikuwa son. Do you have a son who would like to be a minister? Ilikuwa it was open. Na wazazi wangu mara nyingi sana walikuwa wanaulizwa, nakuja wananiambia niende nikajifunze nini. It was free. Kusomea si college hii ambayo wanalipa sasa, it was free. Na ni tomotomo. So walikuwa wanapatiwa that chance. Nami nakataa. I refused twice to be, wajini nilikuwa siku nataka kuwa mchungaji. Little did I know that uchungaji ni nzuri. Najua wakati ilikuwa ya kujitolea na haikuwa na mshahara. So ilikuwa naangalia ni mchungaji ambaye hana nini mshahara. Nakataa. So they were given that chance. So bado ilikuwa ndani yangu. Unaona wazazi wangu bado walikuwa na hiyo. Na Mungu naye ananena, kuna njia zake ambaye anatumia. And that is how I became an elder. Nishukue kazi ya babangu. Na in our lineage, my older brother naye alikuwa elder. Alikuwa elder. So two of us became elders. Kuchukua kazi ya baba yetu. Huyo brother yako anaitwa nani? He's a late Meshura Mwashira. Aliaga dunia. Rest in peace. So now, when were you ordained to become an elder? In the year 2013. 2013? Yes. Wow. So 2013 ukakuwa elder. Nikaenda, that is the time I went for my training. The training. Yes. There is a training that... There is a training. Ukisha shukuru unapelekwa training. Kule lead-training. Naenda kusomea eldership. That is when I went there. Yeah. And then after now the training... nikawa ordained an elder. Yeah. Unaweza kumbuka the districts ambazo umeserve as an elder? District? Yeah, district. Yeah. Ya kwanza ambaye nilikuja nikapewa wakati nilikuwa ordained, nilipatiwa district ambayo inaitwa Kanisani district. Baada ya Kanisani, Kanisani nilikuja na nilikuwa na hamu sana. Unakumbuka pale Mwanza nimekuambia tulikuwa natembea na ndugu Douglas Kive kutafuta watu. Nilipokuja katika district ya Kanisani, I did the same. I tried to look for, I became a fisher of men. Nilitafuta wanaume na nikawakusanya. That time we used to fellowship wanaume peke yake. Na district yangu ndio ilikuwa na wanaume wale wengi sana. Kwa hiyo nilikuwa nimewatoa pahali walikuwa. Hata wengine wakatoka kanisa zingine. One of them, nitaje jina ama nisitaje? Unaweza mtaja. Anaitwa Kamunge, ambaye alitoka kanisa za Full Gospel. Akaja kwa ajili ameona what we were doing. We used to fellowship together. Leo tunasema tunaenda kwako. Tunakuja pale paka tunakula mbuzi pamoja. We used to go around. Akina Kingorin and the rest. But some of them right now waliondoka wakaenda. Na I brought in so many men in that district. Ikawa very powerful. And I was nilifurahia na nikamwambia Mungu asante. Kwa ajili alinitumia. Yeah, that was Kanisani. That was Kanisani district. From Kanisani district, after unajua unaserve a certain time unaondolewa. I went to Upendo district. Upendo district nako nilipoingia Kanisani district. Nilipoingia Kanisani district, watu walinipenda sana. They embraced me. Nikatoka pale nikaenda Upendo district. Hata Upendo district nilipata familia ambazo nazo zinanipenda. Na Upendo district bado ndio pahali naishi. So hata nao walini embrace, wakani welcome. Na we worked again tirelessly. District ya Upendo tukafanya kazi kabisa. Na niliasha district ambaye imesimama. Na watu ambao wamejua Mungu sana. Kulikuwa na upendo mwingi sana na watu wakajua Mungu. We used to fellowship na we did a lot.
Kutoka pale nilitoka huko nikapelekwa district ambaye inaitwa Judea district. Judea district hiyo ilikuwa na changamoto. Changamoto ya Judea, nilipoingia kule watu hawaku ni welcome. So I had to work a lot. Ndiposa hawa watu waweze kunifanya nini? Kuni welcome. Na district ya Judea ni ndefu sana. Iko kilometers and kwenda, the span is big. So kutembea kule nilitembea sana. Na deacons nikachikana na deacons. Nikamwambia hawa watu lazima tuwatembelee, tuwajue, niende nikiwapatia ushuhuda wangu. Na tukatembea. Na mke wangu naye akanisupport. Tukatembea kule. Tukiongea na watu, tukawaongelesha. District fellowship tulikuwa naita fellowship, unapata watu wakuji. Tunajipata tuko deacon peke yetu ama watu wawili. Wengine wakuji. Tuliendelea hivyo kwa muda. Lakini Mungu naye ambaye anasongesha mlima aliongea na wale watu na they started embracing me. Slowly wakaanza kunikubali. Na the fellowship, ile fellowship, weekly fellowship ya nini ambayo tunaenda, nikaanza kuona Mungu. Kaanza kujaa. Watu wakaanza kuja. Na watu wakaanza kunipenda. Kitambo nitoke kule, hata wengine walilia nikitoka huko. Kwenye unasema ukianza hali nilianza, dakika ya mwisho tulikuwa tumeingiana, ambaye unaona watu wanga unaogopa elder. Kule tulikuwa tumeingiana mpaka siku yangu wa my birthday walikuwa wanachukua maji wanioshe. Hawaogopi ni elder, wanataka kukuosha kwa ajili ya furaha. Tulikuwa tumeingiana sana, tumefurahiana. Hata walikuwa na long for days of fellowship, tupatane. So pahali ilianza ikiwa ngumu, ikawa rahisi. Wakati nilikuwa natoka, wengine wakawa ako na husuni sana. Kwa nini unaondolewa? Kwa nini ameondolewa elda wetu? Hebu shikilia hapo. Kwa nini anaondolewa elda wetu? Na wewe upate nafasi ama fursa ya kupiga funda la maji. Asante. Tutarudi. Kopo la maji. Thank you. By 2019, I think it's 2018 or 2019, he was elected as the parish treasurer, Ruai East Parish. And he served diligently for 3 good years. And through his tenure as the treasurer, they developed and built the Usima Prayer Center. Elder David Simon was the patron of PCMF. He has been a patron in church school. The desks that we have in church school, he is the initiator of that project. Also on the side of teachers of church school, he went further, and they went even for a retreat on your way to Machakos for a retreat. He took them for a retreat. Manzoni. I think it's Manzoni. Yeah, I think it's Manzoni. And more so, even when he was not the patron, he frontiered to be teaching the children. So he has the passion for teaching. As the wife is the key factor. The best teacher. The best chair I had in church school. So the family of elders, David Simon Kimamo, the elder and the wife, have a lot of passion for the children. On top of that, we used to have now the design of this sanctuary as we are going on buying the plots. Through Elder Kimamo and the team, that is how we have structured this area for putting the sanctuary on that side, for putting the ablution block on this side. So, Elder, ningetaka tu tuambie, how has your personal relationship with
Elder Kimamo na mentorship. Now that we understand he became an elder before he became an elder, right? Amekumenta namna gani na mmekuwa na uhusiano wa njia gani? Thank you so much. Elder David Kimamo ni elder amenisaidia sana kwa hii kasi ya eldership. Kwanza wakati nilikuwa na elder training institute, yeye ndiye alikuwa amepewa jukumu na parish ya ku make sure me together with another team from PCA East tumeweza kufika training institute. He did that job na akaenda akatuacha huko. And one of the things that he told me that lives in my up to date, aliniambia, Elder Gikonyo, sasa unaelekea kuwa elder. Fanya kazi ya Mungu kwa kujitolea. Fanya kazi ya Mungu. Kwa kujitolea na Mungu atakubariki. Na hakika they are words that has really taken me far. So he is a very important person to me na amenisaidia sana na ninashukuru. Na hata waleo naendaga kwake kumuomba anisaidie nikiwa na jambo. We have a retirement regarding Elder Kimamo coming up. So how can you describe Elder Kimamo? Thank you. If I can describe Elder Kimamo, I can say Elder is a calm person. He's quiet. He's a very humble person and making it a very good elder and leader. Thank you. So if I remember correctly, you are a deacon at Kanisani district and Elder Kimamo was also an elder there. So what can you say that he did, or maybe how can you describe him regarding that matter that you can say maybe he inspired some of the members there? As I've said earlier, he's a calm person, thus being very approachable, and he used to treat everyone all with equity regardless of their status. And he was a person who was there, the presence. He could come for fellowships every week. And he was very passionate about men coming for districts. And he went ahead and could prepare boozy meetings for all men where they could sit without others, discuss, and this brought improvements on district attendance for men. So now we have a retirement of Elder Kimamo coming up. Okay, so how can you tell us that Elder Kimamo has maybe inspired or impacted the youth group of PCA Emmanuel Church? I'll say first of all, I knew Elder Kimamo as a deacon. He was a treasurer at that moment when I knew him. How he has impacted us when he became an elder, first of all, by fellowships. He has invited us over for fellowships at his place, where we have been able to be with him in ministry, talk to us, encourage us, and how to grow in the ways of Christ and the Lord. Yeah, so he has been very impactful in the youth ministry by inviting us over even for fellowships, encouraging us even when we meet with him along the way. Yeah, so those are some of the best methods that we can say they assist to keep the youth in the way of God. So the other question was, how can you say that Elder Kimamo has impacted or changed your view of leadership and faith in God as a whole? Okay, for this I will recall one time or one moment when I had a conversation with Elder Kimamo, and one thing that I'll never forget that he told me that day is that never forget where you've come from. Once you inspire the journey that you're growing up to or how you're spreading your wings in the world, always remember where you've come from and the teachings that have been instilled in you and the values. So that is one thing that I'll take home. He's a very good mentor. Yeah. A very good man. Si mtu anaficha white hapa, usisaidike hapa nini. Anasema kila kitu venye iko. He's one of those guys who would say that ni mtu agetaka ujue, ni mtu anataka uelewe kazi. Kwa hivyo ako ready kukuonesha kila jambo. Amenisaidia sana. Okay. Yes. Tuliongea na mtu na akatuambia Elder Kimamo is that kind of a person who is wise na akona ideas
tukiangalia kwa mfano mambo na development na mambo kama hayo. So how would you describe him na mambo na kusolve the problems, kwa sababu unajua hii kazi nayo ni kazi iko na problems hapa na pale. How do you describe him in terms of solving those problems na maybe kupatiana the care and the generosity ambapo kuna need be? Thank you so much. Ni kweli hii kazi ya eldership, it has a number of challenges and where you are needed to solve those challenges as soon as they come. Na kitu naweza sema ya Elder Kimamo ni yule mtu ukiwa na shida umpelekee mutatue na wewe. Kitu ya kwanza, he is very listening. Atakusikiza, hata kama ni member atamsikiza vizuri sana. Na kisha msikiza atakuja na jawabu, na lile jawabu litasaidia. Another strength I would say about Elder Kimamo ni kuwa ni wale wanafuata issue up to completion. Sio wale watu wanaanza jambo ati kukiwa na issue unakuta amewacha katikati. Ni yule watu utakuta amesukumana na hiyo jambo mpaka inakamilika. He's one of the guys you'd be very happy to give an assignment, kwa sababu kuna hakika itakamilika kabisa. Thank you. So ukimwachia kazi utajua hiyo hata kama siko it will get done. For sure. Yeah. He is boxer in animal farm. That person who you are sure that you complete the task, irrespective of the challenges that are there. Yes. So Elder, you are now the chairperson, PCEA Emmanuel Church, and you have can call it a team of elders. What is that uniqueness, something that is unique about Elder Kimamo that you can say si wengi wako na hii jambo, something that is unique about Elder Kimamo? One thing I would say about Elder Kimamo that is really needed in a team is his strength in resilience. Hata kama jambo iko namna gani, atasukuma hiyo jambo na aone amekamilisha. The other thing I would say about him ni kuwa sio mtu wa hasira, sio wale watu, hii kazi inataka mtu mwenye hakasiriki. Kwa sababu kwa hakika hata wewe utakutana na mambo itakukasirisha. Lakini ni yule mtu ukimwambia jambo hata kasirika. Na mtasaidiana kwa lile jambo mpaka likamilike. Katika zile district mingi na groups amepewa kuwa patron na district amekuwa elder. Hakika Elder amefanya kazi yake vizuri, kwa sababu matunda ya kazi yake inaonekana. One of his greatest attributes ni hiyo kuharmonize a team. Unakuta akienda kwa kikundi, watu wamesikizana sana, hakuna gap between the leaders and those who are led. Anaweza cultivate a very good relationship. That happens even in the district, kwa sababu unaona anaweza kusikizana na members kwa njia inayofaa. Yes. Thank you. Wow. There is something that Ali mentioned. Now also someone mentioned about him, naona kuleta wanaume kwa kanisa. Any comment about that kutoka kwako? He has really done a lot of that, kwa sababu he is reachable. Ni yule mtu unakuta unaweza kumshika kwa urahisi. Na hakuna hiyo gap between yeye ama members na yeye. Kwa hivyo kwa kuleta wazee karibu ni jambo aliyoifanya vizuri sana, haswa wakati alikuwa hata patron wa wanaume. Kwa sababu wengi hawangekuwa na shida kumueleza even their personal problems. Alikuwa wanashare even their personal problems na anapeana hizo solutions. Kwa hivyo ni mtu naweza sema ni mzuri sana mahali kunapohitajika teamwork. Na amefanya kazi mzuri sana mahali pale. Yes. As we used to have, we got a drum, a drum, Yeah, drum. And so when we requested Mr. Ruka to give us electricity, whereby we were paying, Elder David Simon with his family, they donated a keyboard, the first keyboard to the Church of PCEA Emmanuel. The first keyboard was donated by Elder David Simon and the family. Wow. He has been a patron in the JPRC. Okay, JPRC. Yeah. He has been a patron till to date. And we have seen the growth of the JPRC, because from the parish level, the JPRC team through the lawyers
they have come here to give us a talk. Yeah. On the areas of the community, he is a very development conscious person. Because we needed these roads to be leveled. And he used to approach Mheshimiwa Waititu. Even the MCAs who were there those times. We had the MCA Kamangu. We had the MCA Wamari. We have the MCA Kaliz, even up to now. Yeah. Through the project of the water, the roads, the street lights, he has been very instrumental. I remember we have the 1 acre just opposite our church. Yeah. Were it not for Elder David Simon Kimamo, we could not have that 1 acre. He's the one who went, sourced for the owner of that 1 acre without even us knowing. He went, approached Mr. Jenga without us not knowing, because he loved and he loves the ministry of God. Yeah. You said something to do with he was teaching the kids. Yes. Was he teaching the kids as an elder still? He was teaching the kids still as an elder. Wow. After now not being the patron, now I'm the patron, he frontiered to be teaching the kids when need analysis. Must be a good man. A very good man. Yeah. I know he is blessed. Yeah, he is. And I think this talent, it's not from him alone. Yeah. It is Kimamo's family at large. Because before he came to Ngondo, he used to worship at PCA Umoja, whereby he was a choir member. And even the brothers were choir members. There. So the Kimamo's family, they have the talent of singing unto the Lord. They are talented. And they are blessed. Wow. And it is a family. We had another brother who was still an elder, but he passed on. Okay. So this family loves God. Wow. And they love serving Wow. God. Yeah. Naam, karibuni tena. Tunaendelea kutamatisha sasa. Tunaelekea kutamatisha our interview na Elder David Simon Kimamo ama Gishohi Kimamo. Na tumeacha ukiwa pale district ya Judea, ambapo sasa unaondoka. Ndio naondoka sasa. Na ikianza ilikuwa na ugumu fulani. Na unaondoka na wenyeji pale wameanza kufeel ile huzuni. Yeah, but tell us more about it. Unajua tunaimba, kuna hivyo inaimba kwa gutari na njira Ngai ni athondekaga njira. Yeah, sure. Where there is no way, God makes a way. Yeah, true, yes. God will make a way where there is no way. Yeah. So he made a way. And when I was leaving that place, many people were asking, why? Kwa nini mnaondoa elder wetu? But I had to go. Yeah. I had to go. Kwa ajili huwezi serve pahali moja for a very long time. Yeah. So I had to go to another district. And I left that district to another district known as Jasiri district. The current district that I'm serving today. Jasiri district. Jasiri district. In at Jasiri nayo niliingia bado ikiwa changa. Ikiwa na changamoto zake. Lakini Mungu ni mwema. Katika hizo changamoto tumeweza kutembea na wanajasiri na tunaweza sema tumemwona Mungu. So far so good. So far so good. So far so good. Yeah. District ya Jasiri haiko na watu, iko na members about 13. Ambao ni watu ambao you'll find hawa ndio unaona sana ambao wanakuja katika fellowship, active members. Yes. Na wako na changamoto zao. Yeah. Lakini all in all wanapenda Mungu sana. Na so far tumefanya kazi ya Bwana vizuri. I cannot regret having been at Jasiri. Yeah. So far nimeona Mungu akinishikilia. Yeah. Kazi ya Bwana haina majuto. Yeah. Huwezi kusema I wish I knew. I wish I did. Haina majuto. Haina majuto. Haina majuto. Wow.
is a good service. Service to the Lord is service to mankind. Yeah. Okay. So na hiyo kwa hiyo jani yake sasa amekubali na akakuwa elder. How did this ili affect aje positively, negatively now as a family after yeye sasa kukuwa elder? After kukuwa elder? Yes. At the beginning when he became an elder, there was these times when he used to go, akienda tuseme kama sasa after service. After service, he will not come back home early. Yes, he used to come. Because us, even the children, were used to the dad. After service, maybe anatupeleka out. So negatively, we were affected somehow. Because tulikuwa tumezoea. Tunaenda outing sana. So hiyo ni kama time factor ikakuwa affected kidogo. Yes, yes. How about positively? Yeah, sasa venye amekuwa elder, vitu kama nini ili happen like, unaweza sema, after yeye kukuwa elder, ABCD happened. Yeah, after he became elder, mambo mingi yamekuwa mazuri kwa sababu unajua hata pia ukiwa elder, what I saw there was some things yenye labda before he became an elder he would do. Like now, you see when you are not an elder, you can park your car anywhere. But there is these places that you cannot. Unaenda anawambia no, hapa siwezi kusimamisha gari. Kwa sababu watu wakiona gari ya elder hapa watasema nini. So kuna mahali pengine amungeenda na yes, lakini pia yeye kwa elder naona pia imemsaidia nyumbani. Yes, amekuwa mzuri. So hajakuwa tu akimenta watu huko tu nje, ni mpaka nyumbani mpaka nyumbani ametumenta. Yes. Wow, that is good. I think that is good. Yeah. Yes. Kuna kitu moja ambao wewe unajua yenye watu huko hawajui about Elder Kimamo. Maybe just one thing yenye watu hawajui, wanamuonanga huku nje hawajui about. Yeah. Yes. Yes, Elder Kimamo is a purpose driven person. Akiamua kitu lazima atimize. Yale ameamua lazima atimize. Hata wewe ukiwa hapa ukifikiria maybe labda yenye umeongea yeye vile kama amesema ni hivyo ni hivyo, na najua watu wengi hawajui kumhusu. Yes, he's a purpose driven person. So Elder, ni legacy gani ambayo ama do you hope to leave behind as an elder now you are retiring? Kuna mambo mengi ambayo umefanya, lakini kuna moja tu maybe ina stand out according to you. Unasema wakati nilikuwa elder, wakati nilikuwa kiongozi wa kanisa, I did this, na hii above zingine zote, mengine yote ambayo nilifanya, this one ina stand out. Ile ningesema na ile ambayo nafurahianga sana ni kuona watu wakija kwa Bwana. People changing. Kama unasikia nikiwa kanisani vile niliweza kutafuta wazee waje. Nikiwa Judea, I did the same. Wale wazee wako Judea, I brought them together tukawa pamoja. Upendo, the same. I had men waje pamoja. Hiyo ni kitu ambayo inanifurahisha sana. When I see people coming to the Lord. Si wanaume peke yake. Hata akina mama ambao wamekuja kwa Bwana through my leadership. Huwa nafurahi sana. Elder, kuna mtu sahi, there is a man or a woman sahi, ako na ile form ambayo elders walikuachia kwa nyumba yako. Ndio. Na ako pale anajiuliza, should I accept? Should I reject this thing? What advice unaweza patia mtu kama? Nitamwambia hivi, asikatae kusaini hiyo form. Asikatae kusaini hiyo form. Ndio, kazi iko na changamoto, lakini iko na malipo. There is pros and cons. Utapitia, lakini Mungu naye atakureward. Kwa hivyo, yule ambaye ako na hiyo form amepatiwa, don't decline it. Sign. Mungu atakuonesha. God has got all the instruments to work with. Maybe what is your message? Ukiangalia ile kamera, your message to him as he retires. Yes, as he retires, nataka kumwambia sisi tumefurahi sana. Kazi yenye Mungu alimchagulia na akaona ni mzuri, kwa sababu Mungu hawezi kukupatia tu kazi ile utaweza. So Mungu alikupatia kazi na ulifanya vizuri. And as you retire, umeretire but not tired. Na karibu nyumbani. Sisi tutakukaribisha na mikono yote miwili.
One thing that I will tell him is that you have retired, but you're not tired. We still need you as the youth. And also, we individually are like our father. We'll always look up to you. Thank you so much for being humble and even just carrying yourself with a lot of dignity and building us where we are. So congratulations on your retirement. Yeah. Congratulations. Yeah. Elder David Simon Kimamo, it's only that the age has reached for your retirement, but you are not tired to serve the Lord. You have all the knowledge, you have all the talents, you have all the wisdom, you have all the capability, and more so, you never shied off. When we were requested for any amount of money to give, you really gave with your family diligently, according to the manpower that you had. So as you are retiring, I just wish you all the best. And please, please, we have the 1 acre land that you initiated. Please bring more ideas as to how we can develop that 1 acre land so that your dream can come true. Because it is a dream that you dreamt of this church acquiring the 1 acre. So I would ask God to give you that dream. And through God's guidance, through God's favor, I know the dream will come true one day. Wow. That is what I can tell Elder David Simon Kimamo. You are retiring, but you are still in his vineyard serving the Lord. Wow. You are a vessel of honor. Yeah. And you never get tired. And you never get weary. Because you know whom called you till the end of the journey. When the trumpet will call, that is the high time you not serve him. So I encourage you, brother, as you are going to retire, know that you are retiring because of age, but you are not retiring to the service of God. Elder, I know Elder Kimamo is going to watch this. Nataka uangalie ile kamera. And as you give him your final message to him, also address the congregation ambapo amekuwa akihudumu. On behalf of PCA Emmanuel, Elder Kimamo, as you proceed to retirement, I would wish to tell you that thank you for a job well done. Thank you for your commitment to serve Lord. I would honestly attest that you have served the Lord diligently, and I am also sure that you have no regrets. You are very sure that you completed the task which God gave you. I believe that you did all that you would have wished to have done. So as you proceed for retirement, may the favor of the Lord be with you. May the Lord establish you. May the Lord establish your family. May he meet all the desires of your heart. That is our prayer for you as Emmanuel Church. God bless you. God bless you. Sasa Ella, ningetaka utazame ile kamera pale. Ndio. You are now retiring. I want you to give a message to the members of PCA Emmanuel Church and also members of PCA Royce Parish ambapo umehudumu kama elder. Ebu waambie jambo. Mwanzo ni kuwashukuru kwa ajili kama hawangekuweko singekuwa elder, singekuwa na watu ambao nalisha. I want to thank all members from Ngundu all the way to the parish and to Emmanuel. You people are the ones who have made me the way I am. Kama mngekuweko singekuwa elder. Ama kama mngekuweko hata kanisa la PC halingekuweko. Nimegrow the way I am kwa ajili yenu, mmenipatia support yenu, mmesimama na mimi katika mambo magumu na yale ambaye nyepesi, mmesimama pamoja nami. Tumetembea hii safari pamoja. Na washukuru nyote. Thank you so much for being there for me. God bless you. Wow, amen. Amen. Tukiendelea facing still the same camera. There is a group ambayo mimi napenda sana. Na ni group ya wanarika. Now I want you to talk to the youth. Maybe kwa kifupi tu as an elder
and also as a father, Ndio. waambie jambo. Asante sana. Ningependa kuongea na wanalika, niwaambie come to the Lord. Peaneni maisha yenu kwa Bwana, na sio kupeana kwa mdomo peke yake, kwa vitendo. Kwa vitendo. Mambo ya dunia ni mengi na yanavutia, lakini haina malipo. Katika Bwana ndio kuna malipo. God will reward you. And dakika ya mwisho utasema kweli, ni vyema vile umejitolea kwa Bwana. So I'm calling on to the youth, msikubali mambo ya kule duniani. Mambo ya dunia wachaneni nayo. Jipeaneni kwa Bwana. Tufanya kazi ya Bwana. When you are young, mkiwa wachanga hivyo, fanyieni Mungu kazi. Tafuteni wengine, mhubiri Injili. Because hiyo ndio ile kazi ambayo iko na malipo zaidi ya ile ambayo utaajiriwa ufanye. This one has God blessings. Na Mungu atasimama na wewe. Mungu atasimama na nyinyi. Atasimama na familia zenu. Atawatengenezea boma zenu. Atawatengenezea future ambayo ni nzuri. Wow. Thank you, Elder, for that. Now, tukimalizia, there's also another group I want you to give a message. And this is your family. Wamekuwa na wewe all that time. Na now you are now retiring as an elder. Abua, facing the camera still, waambie jambo. Asante sana familia yangu, mke wangu akiwa pale, watoto wangu. Nawashukuru sana. Hii yote haingewezekana kama mngesimama pamoja na mimi. Mmesimama na mimi wakati nakuja nyumbani nikiwa nimechelewa. Hatujai kosana na mke wangu, watoto wangu hawajai kasarika. Wakati nichukua hii kazi, mbeleni nilikuwa nawapeleka nje kabla sijakuwa elder. Hamkusema kwa ajili nimekuwa elder utupeleki nje, hawajai lalamika. They have always supported me na wamefurahi. Watoto wangu ni watu ambao wanamcha Mungu, wanamjua Mungu, wanaendaka kanisa, na washukuru nyote. Mke wangu ambaye wakati wote ninapoondoka ananingojea mpaka usiku wa manane. Kuna wakati tunachelewa kanisa, tunafanya maombi mengi, tunachelewa sana, tunaingia nyumbani tulikuwa tumechelewa. Mke wangu hajai lalamika hata siku moja. Nampata kule nyumbani ameketi pale ananingojea, hata halali hakuli mpaka nifike nyumbani. Shukrani kwako. Shukrani kwa familia yote na wale wengine wote. Thank you so much. Mmesimama na mimi, nimefika pale nimefika. Sio kuchoka, nimeshoka. Kazi ya Mungu tutaendelea kufanya, lakini ni wakati umefika wa kupatia wengine nao nafasi nao waendelee. Hawa vijana ambao wanakuwa ni nafasi na wapatia nao wakaweze kuendelea, lakini injili ya Bwana bado inaendelea. Wow. Thank you so much, Elder, for that. Now, tumefika mwisho wa our interview, but before tutamatishe, maybe unaweza tuambia your best Bible verse. My best Bible verse ni verse ambayo mama yangu hata naye alikuwa anapenda sana. Ambayo iko katika kitabu cha Philippians 4:4. Furahini katika Bwana, na anarudia tena, furahini tena. That verse encourages me. It does not matter the situation. Vile kuko inakwambia at any time, hata wakati unapitia yale machungu, ufurahi katika Bwana. Mungu hakuangi na condition, hana condition. Ati wakati huu, wakati uko na pesa ufurahi, wakati hauna pesa usifurahi. Anakuambia furahini katika Bwana. That verse encourages me. Na nyingine ambaye inanifurahisha ambaye iko katika 2 Timothy 4:7 inasema and I finished the race. Nimepigana. Nimefanya kazi ya Bwana na nimemaliza.
Na utaendelea. Sijaachilia kasi ile ambayo nilipetiwa na Mungu. Nimeimaliza ikiwa vizuri. Wow. Thank you so much, Elder. Thank you. Mungu akubariki. Amen. Umefanya kazi ya Mungu vizuri. Amen. Na tumeona matunda yake. Na pia wewe umeona matunda yake, familia imeona matunda yake. Na ile kitu tunaweza kuambia, tunakutakia the best in your life. I know hakuna pahali unaenda, uko tu hapa. Tukikuhitaji tutakuwa tunakuengage. For instance, here in the media team, you have been a very good patron and we thank you for that. Thank you.